Kwa hivyo kuhusu habari ya maelekezo ni administrative, kaimu mkurugenzi yuko hapa. Ninyi mmepropose, mliomba mwongozo, lakini baadaye mkapropose kwamba muanze, na ndio hizi kazi ambazo mmeanza, mnasema mmeanza tangu tarehe 10. Si ndio? Kwa hiyo mlichopropose, maelekezo ya mkurugenzi administrative ataeleza. Nyingine ni extension ya milioni 16. Kwa hivyo kwenye maabara mbili tarehe 30 maximum tutakuja kukagua, kwa maana kwamba hapo ni kwamba hakuna changamoto. Plus hii ya maelekezo, najua hapa katikati mtakuwa mmewasiliana na mkurugenzi kujua changamoto za mafundi sisi entertain. Kama kiongozi au si entertain hizo changamoto, zinatakiwa kuwa fixed within kwenye hii time frame ambayo mmeieleza ya tarehe 30 April ili tukagua. 16 million tutaona kwa maelekezo na miongozo ya serikali na nini namna gani tunaweza tukapata kwa ajili ya kuja kumalizia kilichobaki. BOQ umesema mnayo. Tumeelewana? Nawaomba sana mkamilishe kazi hii kama mlivyoahidi, kwa sababu sasa hivi tuna run out of time. Si ndio? Tuna run out of time. Kwa hivyo ikamilike kazi hii, tuje tuikague, maabara hizi zianze kutumika, wanafunzi waanze kutumia hizi maabara. Na hayo ndio maelekezo ya serikali. Tuwezi kuwa tumekaa hapa, serikali imeshatuletea fedha, hatutekelezi miradi kwa wakati, tunawarudisha nyuma wanafunzi katika kupata elimu bora kama vile serikali ambapo ni matarajio ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo haya ni maelekezo yangu na ninaomba yatekelezwe kama nilivyoagiza. Kuna lolote hapa katikati, mkurugenzi yupo, tutawasiliana naye kuona namna gani ya troubleshoot ili miradi hii ianze kuleta tija mapema kama vile serikali ilivyokusudia. Tumekuja kufuatilia mambo ya taaluma hapa, nikakuta wameshaanza hivyo. Sasa tunaona tunachelewa. Basi kwa sababu waishaanza kusaidia na mafundi, mikataba na mafundi, sikuweza kwamba tuseme kusimamisha na nini, kwa hiyo tukaendelea. Kwa hiyo ndio Jumanne nilikuja hapa pia kufuatilia wanaendeleaje, nikakuta wanaendelea ndio wanatindua ili sehemu hizo katika na nikashauri kwamba walete mafundi, huyu mkandarasi niite aongeze mafundi kwa sababu spidi iliyopo ni ndogo, kwa kuwa na mafundi watatu ni wachache kulinganisha na mahitaji ya maabara. Tulianza mchakato wa kuona sasa tunaweza kufanya nini, kwa hiyo fedha inatosha. Tukaanza mchakato, tukabaini kwamba tuna deficit, tutakuwa na deficit ya milioni 16 ili maabara zote tatu ziweze kukamilika. Kama kamati tuliandika barua kumtaarifu mkurugenzi kwamba fedha tuliyopata tunahofia kwamba tunaweza si kamilisha na tunaomba mwongozo. Baadaye akatuandikia barua kwamba tupeleke taarifa, tupeleke mikataba ya mafundi pamoja na wazabuni. Tulifanya hivyo, tukawa tunasubiria jibu lake, lakini baadaye tukaona ngoja tuanze ujenzi wakati tukisubiria jibu lake. Kwa hiyo tulianza mafundi, kazi ya kwanza kwa walifanya, walianza kutafuta level kutindua haya hii sakafu hapo unatupa nje. Lakini baadaye tunapopiga plaster ya meza kaza kwa tunaanza kule, baadaye tunamalizia huko. Kwa hiyo ndio watu ambao tulifikia, japokuwa tulikuwa katikati pale na changamoto kwenye mfumo wa NeST. Mzabuni alishinda mara ya kwanza, baadhi ya vifaa vya ujenzi simita alishinda baidi kwa kabidi kwa shilingi 22 kwa mfuko mmoja. Ndio tunegotiate naye, tunaonekana kama hawezi ndio tukatangaza tena zabuni. Kwa hiyo tumempata mzabuni mwingine ambaye ameshinda kwa 18,000 kwa mfuko. Kwa hiyo huyo sasa ndo